Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Uhali gani mwanafamilia yetu pendwa na mzuri wa Mswa Media. Kama ilivyo ada, tunakwenda kuanza kipindi chetu kizuri cha neno la Mungu ambacho huwa tunakuwa naye mtumishi wa Mungu Apostle Samuel James. Huwa anakuja hapa kutuhubiria, huwa anakuja hapa kutufundisha, huwa anatuletea ujumbe mbalimbali ambao Bwana anakuwa amempa kwa ajili yetu. Mpaka mafuta huyu wa Bwana alipewa maono ya kuanzisha kipindi hichi kizuri ambacho kipo kwa ajili ya kukuokoa, kipo kwa ajili ya kukusaidia na pia kipo kwa ajili ya kukumbushana baadhi ya vitu katika safari yetu hii ya kuelekea mbinguni. Basi nami nichukue muda huu kukualika na kukaribisha tukaanze pamoja kipindi chetu hichi kizuri. Usisite kumwalika ndugu, jamaa na rafiki kutoka popote pale walipo ulimwenguni, waambie kuna neno zuri linahubiriwa, waambie kuna mpako mafuta wa Bwana ameandaliwa kwa ajili yetu katika kutuvusha, katika kutufundisha na katika kutuelekeza. Pia kipindi hiki kinakuja kila siku majira ya saa 1:30 jioni, hapo hapo sebuleni kwako, hapo hapo kwenye simu yako, kutoka popote pale ulipo ulimwenguni. Na unapokuwa unatazama kipindi hiki, unaweza kumshirikisha ndugu, jamaa na rafiki. Pia usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe. Lakini kama unao ushuhuda, usisite kutuandikia hapo chini, kwani shuhuda zinajenga, shuhuda zinainua, shuhuda zinawatia watu moyo na kuwapa matumaini kwamba hata hilo lao linaweza kuvuka, hilo lao pia linaweza kuwa jepesi. Kwa kupitia shuhuda yako wewe, itamjenga na itamuinua mtu mwingine. Karibu tukaanze kipindi chetu hiki kizuri kwa pamoja. Lakini hapo mbele ziko namba za simu za mtumishi wa Mungu, unaweza kumtafuta kwa maombi na maombezi zaidi. Endapo kama kuna neno hujaelewa ama una ushuhuda wako hautapenda kuonekana katika mitandao ya kijamii, unataka kumfikishia yeye private, pia unaweza kumtafuta kupitia hizo namba za simu. Namba hii ni ya Voda ambayo ni 0793217160. 0793217160. Karibu tukaanze ibada yetu hii nzuri kwa pamoja, na Mungu akubariki. Mimi ni Ruthi Wema Emmanuel na hii ni Mswa Media. Bwana Yesu asifiwe. Na kusalimu kwa jina la Yesu. Mpenzi mtazamaji, mahali ulipo popote, amini Bwana anaenda kufanya jambo jipya katika maisha yako. Siku ya leo hii ni ibada kamili. Ukiwa nyumbani kwako, ukiwa bado kwa ofisini, ukiwa mahali popote, hii ni ibada kamili. Nikamshukuru Mungu ili tukaweze kusema na neno. Baba Mungu, tunakushukuru. Asante kwa uwezo wako na nguvu ni zako Bwana. Mungu Baba, tunakurudishia heshima na utukufu na nguvu ni zako katika jina kuu la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Mahali popote ulipo, kuna ujumbe maalum kwa ajili ya maisha yako wewe, pamoja na familia yako, pamoja na biashara zako. Mungu anapoamua kufanya jambo katika maisha ya binadamu, lazima uwe anafungua kila mahali. Tunapozungumza usiogope, tunapozungumza uwe na imani, tunapozungumza uwe na shukrani, manake unatengeneza njia katika maisha yako. Leo nitaenda kuzungumzia nguvu ya imani. Kuna watu umepoteza vitu kwa kutokuamini, kwa wepesi wa kutokukata tamaa. Lakini mtu mwenye imani, usiogope, amini tu. Kila jambo linawezekana, kila jambo linawezekana. Hakuna jambo ambalo haliwezekani katika mtu mwenye imani. Unapokuwa na imani, lazima kuna mambo yatabadilika. Imani yako ndo ufunguo wa maisha. Nataka nikwambie, mtu anapopungukiwa imani hawezi akafanya jambo lolote, lakini mtu mwenye imani ndo injini ambayo kama ni gari, lazima uwashe funguo gari iweze kuwaka, lakini haiwezi kuwaka gari kama hakuna dereva. Dereva ni imani yako. Maisha ulionayo yanawezekana kuwa na asilimia za kutosha kwa kukaa na hofu katika maisha yako, lakini unapokuwa na imani, unaposimama katika misingi ya kumwamini Bwana, kuna katika maisha yako yatabadilika. Yamkini kama wanakuona maisha yako bado yako vile vile, jifunze kuyadharau matatizo, na hawezi ukadharau matatizo kama hauna imani. Lakini unapokuwa na imani, mambo yatabadilika. Hata kama kuna tatizo,
ni gumu la namna gani, hata kama kuna magonjwa ni ya namna gani, amini tu neno la Bwana linazungumza nini juu ya lile tatizo au juu ya hiyo changamoto. Tukasoma kitabu chetu, kitabu cha Marko sura ya 5 mstari wa 36 mpaka 39. Tukaangalia kitabu chetu, kitabu cha Marko sura ya 5 mstari wa 35 mpaka 39. Marko sura ya 5 mstari wa 36 35. Mstari wa 35 anasema hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema, binti yako amekwisha kufa. Kwani kuzidi kumsumbua mwalimu? 36. Lakini Yesu aliposikia lile neno likinenwa, akamwambia mkuu wa masinagogi, usiogope, amini tu. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ulipo popote, usiogope. Haijalishi kuna mambo ambayo yametokea. Kuna watu walitoka mahali wanaenda kumwambia mkuu wa sinagogi, kwa nini unazidi kumsumbua mwalimu wakati binti yako ameshakufa? Lakini Yesu, ujue tabia binadamu na tabia Yesu ni tofauti. Unaposema imani, manake ni kubadilisha mtazamo wa tatizo limetokea, ukaanza kuona hakuna tatizo. Watu wametoka vijiji mbalimbali, wanamfuata, wanamwambia mkuu wa sinagogi, kwa nini uzidi kumsumbua mwalimu wakati binti yako amekufa? Yesu aliposikia maneno ambayo yamenenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, usiogope, binti yako hajafa, amini tu. Kwa Yesu, yeye tafasiri yake haoni tatizo, anaona majibu. Na wewe mahali popote ulipo, lazima uanze kuona majibu katikati ya tatizo. Hata kama kuna tatizo ambalo limetokea, lakini amini tu ya kwa ili tatizo sio fungu langu. Hakuna tatizo ambalo linaloweza kusimama mbele ya imani. Yesu anamwambia mkuu wa sinagogi, lakini ndani ya vijiji wamekusanyika watu wanasema, binti yako ameshakufa, kwa nini uzidi kumsumbua mwalimu? Kwa Yesu aliposikia, masikioni mwake akashangaa, akamwambia mkuu, usiogope, amini tu. Endelea kunisomea 37. Unasemaje? 37 anazungumza wala hakumruhusu mtu afuatane naye, ila Petro na Yakobo. Lakini Petro na Yakobo na Yohana nduguye Yakobo wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi. Akaona ghasia na watu wakilia. Akaona ghasia kubwa, watu wanaweseka, wanalia, wakifanya maombolezo makuu. Alipokwisha kuingia akawaambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa bali amelala tu. Simama kwanza hapo. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumza kwa nini? Yesu kilichomfanya azalau ndani ya watu wote wamekusanyika katika msiba, wanalia, lakini kilichomfanya asikubaliane na taarifa zao ni kwa sababu macho yake ya rohoni yalikuwa yanaona huyu mtu hajafa, bado amelala. Kwa kuna watu ambao wamepoteza mafanikio yenu, mmepoteza miujiza yenu ya mafanikio yenu kwa sababu ya kutazama ukuu wa tatizo, kuto kumwamini Mungu. Yesu pale kilimfanya nini? Alimwamini Mungu ya kuwa huyu mtu hajafa. Ndio maana lugha yake haikuambatana na wale wengine ambao walikuwa wakilia na kuomboleza. Ndio maana alipofika pale akaanza kuuliza, mbona mnafanya ghasia kama hii wakati mtu huyu hajafa? Lakini kiuhalali mtu alikuwa amekufa, lakini maana kuonyesha Yesu anasema amekufa. Yeye aliwaambia huyu mtu hajafa bali amelala. Na kweli ukizidi kusoma, alimwambia simama binti, uondoke. Kicho mfanya ni nini? Badilisha kuona kwako, uanze kuishi katika ndani ya maandiko. Maandiko yanazungumza nini? Huyu mtu hajafa bali amelala. Lakini watu wamekusanyika, watu kutoka kila mahali wanazungumzia huyu mtu amekufa. Lakini imani yako, kuna matatizo ambayo,
Kuna biashara ambazo wanakwambia watu hii biashara haiwezi kufanikiwa, lakini wewe unaona nini katika macho yako? Unaona nini katika ulimwengu wa kiroho? Jambo lolote unapotaka kuliona liweze kutokea ndani ya maisha yako, lazima uanze kuliona ulimwengu wa kiroho, uanze kuona ulimwengu wa kiroho. Maisha unayotaka kuishi yanaamuliwa na ulimwengu wa kiroho, hayaamuliwi na maneno ya nje. Lazima ndani kwako kuumbike majibu, uondoe maswali. Lakini kama ndani kwako bado unajiona hakuna mafanikio, utafanya kazi, lakini utu wa ndani ndio unaoamua matokeo. Lazima uamini, ubadilishe kuona kwako, hata kama kuna changamoto ya namna gani imetokea katika maisha unayoishi, lakini usiruhusu moyo wako uanguke, usiruhusu moyo wako ukate tamaa, bali moyo wako uone ujasiri, uone majibu, uone tofauti ambavyo unaona ulimwengu, lakini usienende kama wanavyoona watu wa dunia. Utapotea. Maisha ulionayo ni matokeo ya maamuzi uliochukua. Kuna maisha ambayo natakiwa lazima uone ulimwengu wa kiroho, hata kama kuna mahali unapoishi wanakupa starehe, lakini unaonekana kibinadamu, ni mtumwa. Lazima utu wa ndani ujue wewe kesho yako ni nani. Usipojua kesho yako ni nani, hutakuwa na maamuzi. Lakini mtu yeyote anaweza akavumilia kuishi maisha magumu, akaweza akavumilia mazingira yoyote. Kinachomfanya kuvumilia sio leo, ni kesho, maana anaona kesho yake ni bora zaidi kuliko leo. Atakubali kuvumilia matatizo yote, atakubali kuvumilia changamoto yote, kwa sababu utu wa ndani unamwambia, mwanangu, vumilia, kuna kesho iliyoko bora zaidi. Ndicho kinachomfanya mtu aweze kuvumilia kwenye kazi yoyote, aweze kuvumilia katika changamoto zozote. Lakini mtu yote anapokosa kuona maisha yake ya kesho, yule mtu lazima atakuwa na mtu ambaye anayekata tamaa, maana hakuna ambacho kinachomletea tumaini ya kuwa hili unaolipitia ni la muda tu. Maanake yeye atajihesabia maisha anaoishi leo ndio maisha yake vile. Ni kwa sababu amepungukiwa imani. Imani ni chanzo cha maisha yako. Unaweza ukabadilisha, unaweza ukaishi vyovyote unavyotaka kutokana na imani yako. Kuna kazi zingine haziwezi kutoka kwenye maisha yako, lazima ukatae. Lazima uamue kukaa kwenye mazingira ambayo Mungu yupo aliyeniumba, yeye ndiye anayejua. Lazima usimame, uwe na maamuzi. Lakini watu wanakosa kuwa na maamuzi kwa sababu ndani yao hakuna neno la Mungu, kwa sababu ndani yako hawajamjua Mungu. Hebu tusomee Ayubu 22. Ayubu 22:21. Unasema nini? Mjue sana Mungu wako ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujilia. Mjue sana nani? Mungu wako. Natusomee Ayubu 22:21. Mstari wa 21 anasema, ndio, mjue sana Mungu, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia, ndivyo mema yatakavyokujilia. Bwana Yesu asifiwe. Maanake leo tunasema vile, unapomjua Mungu, maanake hakuna tatizo lolote litakalo kuweza kukondoa kwenye kumjua Mungu wako. Lakini usipomjua Mungu, maanake utaitumikia miungu, utaitumikia dunia. Nataka nikwambie, mahali popote ulipo, badilisha kuona kwako, badilisha mtazamo wako. Mungu atabadilisha maisha yako, Mungu atabadilisha historia yako. Kuna watu unapoona leo ni mabilionea, kuna watu unaoona leo wanaishi maisha mazuri, walikubali kukaa kwenye changamoto yoyote, lakini hawakupoteza utu wao, lakini hawakupoteza imani yao. Tatizo lisikumeze, changamoto lisikumeze. Usiendeshwe na mazingira, usiendeshwe na hali ya hewa. Wanazungumza ile wanadamu. Wewe ni mtu wa pekee, wewe haupasi kujifananisha na mtu mwingine. Lakini watu kinachoangusha, wanaanza kujifananisha. Unamwona fulani anavyoishi, unamwona fulani anavyofanya kazi, wewe haufananishi na mtu yoyote. Mungu alikuumba duniani, uko peke yako. Inatakiwa umjue Mungu kusudi anakwenda duniani, lazima umlilie Bwana. Ndio maana maandiko yanasema, mjue sana Mungu wako ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujilia. Bwana Yesu asifiwe. Ukiendelea mstari wa 29 ambapo anasema,
nao utakusudia neno, nalo lile neno lazima litimia kwako. Tutasomea Ayubu 22 mstari 28. Mstari wa 28 anasema, ndio, nawe utakusudia neno, nao utakusudia neno, nalo litadhibitika kwako, nalo litadhibitika kwako, na mwanga utakuangazia, na mwanga utaziangazia njia zako. Maana yake ni nini? Ni nini utu wako wa ndani, unakusudia nini katika maisha yako? Maana yake usipokuwa na maamuzi katika ulimwengu wa kiroho, Mungu hawezi akafanya maamuzi juu ya maisha yako. Ndio maana anaposema nao utakusudia neno na mwanga utaziangazia nini? Njia zako. Maana yake lazima umekusudia, ukamwambia Bwana, nataka hili, nataka lifanyike hili. Lazima ujue, uwe na maamuzi. Umekusudia nini juu ya maisha yako? Usio mtu mwepesi wa kukata tamaa. Kinachokufanya ukate tamaa mapema ni kwa sababu hujamjua Mungu, hujajua wewe ni nani amekuleta duniani. Unaanza kujifananisha na watu. Wewe acha kujifananisha na watu, mkimbilie Mungu naye atakufunika. Kwenye Yeremia nasema waziwazi, Yeremia sura ya kwanza, Yeremia sura ya kwanza sura ya 11, Bwana andiko anasema, Yeremia waona nini? Bwana akamwambia, wanaona kama ufuta wa mruzi. Akasema waona vyema. Tusomee Yeremia 1 mstari wa 11. Yeremia 1 mstari wa 11 nasema, ndio, anasema hivi mwalimu. Tena neno la Bwana likamjia kusema, tena neno la Bwana likamjia na kusema, Yeremia waona nini? Yeremia waona nini? Nikasema naona ufito wa mlozi. Naona ufito wa mlozi. Endelea. Ndipo Bwana akaniambia, umeona vyema. Umeona vyema. Kwa maana naliangalia neno langu, ili nilitimize. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ulipo popote na kuuliza majira anapoongea, unaona nini kuhusu juu ya maisha yako? Una mipango gani kuhusu maisha yako? Kwa hiyo Mungu anamuuliza Yeremia, waona nini? Aliposema ninaona ufito wa mruzi, Bwana akamwambia, waona vyema, maana naliangalia neno langu nipate kulitimiliza katika maisha yako. Manake Mungu anatarajia maamuzi yako ili aweze kuachilia nguvu juu ya maamuzi yako. Ndio maana watu naona huyo mtu kwa nini amefanikiwa? Maamuzi yake yameambatana na imani. Ndio nguvu ya Mungu inashuka katikati ya mtu mwenye imani. Nguvu ya Mungu haiwezi kushuka mtu mwenye hofu. Lazima uondoe hofu juu ya maisha yako. Jambo lolote unapoliwaza, amini kuanzia moyoni, usiwe na maswali. Amini kuanzia moyoni, usiwe na maswali yoyote. Mungu ataachilia. Manake unapokuwa na imani, nataka nikwambie mpendwa, unapokuwa na imani, unakusudia neno, kazi ya Mungu anaachilia ulimwengu wa kiroho kibali lile jambo unalotaka kulifanya. Anaachilia uwezesho wa kiungu lile jambo ambalo kusudia liweze kupata wepesi, liweze kupata kibali. Lakini usipokusudia, Mungu hawezi akafanya jambo lolote. Ndio maana alimuuliza Yeremia, waona nini? Akamwambia, naona ufito wa mruzi. Akasema, waona vyema, ili naliangalia neno langu nipate kulitimiliza. Na mahali ulipo popote, nataka nikuulize, katikati ya tatizo, unaona tatizo, unamwona nani? Nataka nikuulize, umekusudia jambo gani juu ya maisha yako? Changamoto ambazo umeziona, umewalilia wanadamu, lakini changamoto bado zipo. Nataka nikwambie, acha kumwomba wanadamu, mgeukie Bwana, na yuko tayari kugeuza maisha yako. Maana maandiko yanasema, mtwikeni Bwana fadhaa zenu, naye atawapumzisha. Mahali popote ulipo, acha kumwomba wanadamu, mkimbilie Bwana Mungu wako, maana yeye anajua maisha yako. Acha kujifananisha na mtu yoyote. Kuna mambo ambayo yanatokea, mnarudi nyuma, ni kwa sababu ya kuto kujua hatima yako, ya kuto kujielewa Mungu amekupa nini. Kile ambacho Mungu amekupa, hakuna mtu mwingine duniani, unacho peke yako. Tusome kitabu cha mwisho, Waebrania 11 mstari wa kwanza. Waebrania 11 mstari wa kwanza. Nguvu ya imani inaposimama mahali popote, hata kama kuna changamoto, imani uwe inatenganisha milima, imani uwe inapasua. Wewe uliye mgonjwa, acha kuona ugonjwa, anza kumwona Yesu anakufungua leo. Anza kumwona Bwana anafanya miujiza leo. Acha kuona changamoto yote, muone Bwana katika maisha yako. Waebrania 11 mstari wa kwanza.
Biblia inasema, Biblia inasema, basi imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo. Basi imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Ishia kwanza hapo. Bwana Yesu asifiwe. Maanake imani ni kuwa na uhakika ya mambo ambayo yasiyotarajiwa, ambayo kwa mwanadamu bado hajaonekana, lakini ulimwengu wa kiroho unaanza kuona umejenga nyumba, unaanza kuona umenunua gari, unaanza kuona umefunga ndoa, unaanza kuona watoto umepeleka shule, unaanza kuona umejenga viwanda, unaanza kuona umefungua makampuni. Kitakacho kufanya mtu wa ndani, kama anaona kampuni, utabadilisha na mtazamo wako, utabadilisha na mwenendo wako, utabadilisha na watu wa kuzungumza nao. Lakini kinachokufanya ubaki mazingira yale yale, utu wako wa ndani hauoni majibu ya matokeo ya maisha yako. Lakini unapoona utu wako wa ndani, imani ni kuwa na hakika ya mambo, ni bayana yasiyotarajiwa. Maana ni nini? Lazima uanze kuona. Mtu anayeona anamiliki kiwanda, anayeona anamiliki kampuni, anayeona anamiliki shoppers, lazima abadilishe mtazamo wake. Anapoona anabadilisha mtazamo wake. Kuna watu utatengana nao kwa sababu kile kilichopo ndani mwako tofauti na mazingira ya watu unaoambatana nao. Lakini kinachokufanya ubaki kwenye kundi lile lile ni kwa sababu utu wako wa ndani hauna majibu yoyote. Leo Bwana anaenda kukupa nguvu, utapokea majibu, utaanza kuona ubilionea wako. Mtu anayetarajia kuonekana leo awe bilionea, lazima atabadilisha tembea yake, atabadilisha mwonekano wake, atabadilisha lugha yake. Ataacha kuzungumza lugha za kulialia, ataacha kuzungumza lugha za kukata tamaa, ataanza kuzungumza lugha za kibilionea wakati bado uko maskini. Maana utu wa ndani umwambia wewe ni bilionea. Ulimi, ndio maana maandiko yanasema katika ulimi ndiko kuliko na uzima na mauti. Kwa jambo lolote linaumbwa kwa kutamka, jambo lolote linatokea kwa kutamka, sio kwa kufikiri. Unaweza ukafikiri, lakini usipotamka halitatokea. Lakini unapolitamka, ulimwengu wa kioo linaanza kumbika, linaanza kumbika, mwisho wake litaziririka ulimwengu wa nyama. Anza kutamka mambo mema, anza kutamka mambo makubwa, anza kuona mambo makubwa, anza kuona fungua kampuni, anza kuona kampuni la magari, anza kuona una kampuni la ujenzi wa nyumba, hata kama hauna kitu chochote. Lakini ulimwengu wa kiroho una nini unachokiona? Lazima ubadilishe kuona kwako. Acha kukata tamaa, acha kupoteza matumaini yako. Yesu anakwambia yeye alifanya kuwa maskini kwa ajili mimi na wewe tuweze kukombolewa, tuweze kuwa matajiri. Kwa Yesu amekufa msalabani, alikuwa bilionea, lakini akaamua kuondoka ili mimi na wewe tuweze kumiliki na kutawala. Badilisha kuona kwako, badilisha mawazo yako. Kuna watu wako nyumbani kwako, kuna watu umeambatana nao hawana future yoyote. Unapoambatana na mtu ambaye hana future yoyote, mwisho wake usipokuwa na maamuzi, hata kama ulikuwa na future, lakini kundi kubwa linalokuzunguka halina maono, mwisho wake maono yako atakufa. Lakini unaposimama kwa watu waliofanikiwa, kwa watu wanaokuzidi, wanakuamsha fikra zako, wanakuamsha imani yako, utaanza kuona kumbe na mimi ni bilionea. Ni kwa sababu kuna watu ambao umewaacha, umebata na watu wengine. Lazima, ndio maana huwa nazungumza mara nyingi, rafiki ana asilimia nyingi sana za matokeo ya maisha yako. Kuna watu ambao umekaa nao sio msaada. Tena nikwambie, mwamini Mungu naye atabadilisha historia ya maisha yako. Mahali popote ulipo, nataka nikuombee. Kuna nguvu inaenda kushuka mahali ulipo. Amini tu, mkono wa Mungu lazima utakuwa juu yako. Imani ni chanzo cha maisha yako. Lakini mtu akulalamika, maanake hana imani. Lakini imani ndio ufunguo wa maisha yako. Nataka nikwambie, achana stori za watu. Unakwambia mahali popote ni pagumu, mwambie mimi Yesu uko pamoja nami. Alifanya kuwa maskini ili mimi niwe tajiri. Maana yake mtu aliyebarikiwa lazima mahali popote alipokanyaga lazima utabadilika. Na leo utaenda kupokea upako wa kubadilisha mambo yaliyokufa. Unaenda kupokea upako wa kufufua mambo yaliyoshindikana. Unaenda kupokea nguvu
ya uwezesho ya kwanza kufanya mambo makubwa, mpaka jamii unaoishi nao watashangaa. Amini tu wala usiwaze. Mahali popote ulipo, tutaki niombe na wewe pamoja. Baba Mungu, kwa jina kuu la Yesu, na kurudishia utukufu na nguvu ni zako. Katika jina kuu la Yesu, Mungu, ninaomba kwa ajili ya watu hawa. Mungu, achilia imani kwa kila mmoja Bwana. Inua kiwango cha imani katika jina kuu la Yesu. Mungu, inua ndani yake mama huyu, inua ndani yake kaka huyu Bwana, katika jina kuu la Yesu. Badilisha kuona kwake, aanze kuona mafanikio. Badilisha mtazamo wake kwa jina kuu la Yesu. Pokea nguvu ya imani, pokea uwezesho wa imani kwa jina kuu la Yesu. Pokea nguvu ya kufanya mambo makubwa, pokea nguvu ya kujiamini, pokea nguvu ya kibali katika jina kuu la Yesu. Wewe uliye mgonjwa, ninaamuru kuanzia sasa uwe mzima kwa damu ya Yesu, uwe mzima kwa damu ya Yesu katika jina kuu la Yesu. Amini tu ya kuwa leo mtumishi wa Mungu anaponena neno hili lazima napona kwa jina kuu la Yesu. Ambao ulikuwa huwezi kutembea, ninaamuru kuanzia sasa mifumo pokea nguvu, uwe mtu mzima kuanzia sasa kwa jina kuu la Yesu. Uwe huru kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, amen. Mungu akubariki. Amini tu, imekuwa. Amen. Naam, huyo alikuwa ni mtumishi wa Mungu Apostle Samuel James. Kama tulivyomsikia, ametufundisha kuhusiana na habari nzuri. Kwa hiyo uko pamoja nasi, na mimi kuna kitu ambacho umejifunza, nami nichukue nafasi hii kukushukuru. Lakini kumbuka, mwezi huu wa 12 tunatembea na ujumbe wa mwezi wa shukrani. Ni mwezi wa kumshukuru Mungu, ni mwezi wa kumrudishia Mungu sifa na utukufu. Yako mengi yametokea toka Januari mpaka sasa, ila wewe hajatokea katika malango yako. Wako wengi wamedhurika, wamepatwa na mabaya mengi, lakini wewe haukuwa miongoni mwao. Basi tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu na kumrudishia yeye sifa na utukufu. Tuungane katika mwezi huu wa 12 kwa ibada hizi nzuri za shukrani ambazo zitakuwa zinafanyika kila siku majira ya 1:30 hapa katika channel yetu hii nzuri ya Mswa Media. Asante sana kwa kuwa pamoja na sisi, na Mungu akubariki. Kesho tena umwalike ndugu, jamaa na rafiki tu, tunaanza ibada yetu hii nzuri kwa pamoja. Lakini ziko namba za simu hapo za mtumishi wa Mungu, unaweza kumtafuta kwa maombi na maombezi zaidi. Aidha kuna neno hujaelewa, kuna mahali hujaelewa, unahitaji msaada zaidi wa kiroho ama ufafanuzi wowote, unaweza kumtafuta na hakika atakuhudumia. Yupo kwa ajili yetu na ameagizwa na Mungu kwa ajili ya kutuhudumia sisi. Kwa hiyo usisite kumtafuta endapo una neno lolote, jambo lolote, atakuhudumia kama litakuwa liko ndani ya uwezo wake. Basi nikushukuru sana na nikualike tena wakati mwingine hapo majira ya kesho 1:30 jioni. Asante sana kwa kuwa pamoja na sisi, na Mungu akubariki. Na hii ni Mswa Media na mimi Ruth Wema Emmanuel. Mswa Media, neema ya Mungu iko nawe daima.